Idadi ya raia waliofariki kutokana na maandamano ya siku ya Jumatano nchini Kenya imefikia watu 16. Kwa mujibu wa shirika la haki za binadamu Amnesty International, wengi wamejeruhiwa, ambapo miongoni mwa waliopoteza maisha, chanzo cha vifo vyao vimetokana na majeraha ya risasi. Mkurugenzi mkuu wa Amnesty International Irungu Houghton anasema kwamba idadi hiyo imethibitishwa na Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu nchini Kenya. Kulingana na jarida la The Citizen Online, maelfu ya waandamanaji, wengi wakiwa vijana, wamepeperusha bendera na mabango ya Kenya yenye picha za waandamanaji waliouawa mwaka jana na kuimba "Ruto lazima aondoke." Nimekuja hapa kama kijana wa Kenya kuandamana. Ni haki yetu kwa ajili ya Wakenya wenzetu waliouawa mwaka jana. Polisi wako hapa, wanastahili kutulinda, lakini wanatuua. Eve, mwanamke mwenye umri wa miaka 24 ambaye hana kazi, ameliambia shirika la habari la AFP. Ni muhimu sana kwamba vijana waadhimishe Juni 25 kwa sababu walipoteza watu wanaofanana nao, wanaozungumza kama wao, wanaopigania utawala bora, amesema Angel Mbuthia, mwenyekiti wa ligi ya vijana wa chama cha upinzani cha Jubilee. Majengo yaliyoteketezwa sasa yameonekana yakifuka moshi na wamiliki wa maduka wameonekana wakisafisha mabaki ya moto katikati ya jiji la Nairobi, kufuatia usiku wa uporaji na uchomaji uliotokea baada ya maandamano ya vijana. Maelfu ya Wakenya walijitokeza mitaani siku ya Jumatano kuadhimisha kumbukumbu ya maandamano ya mwaka mmoja uliopita, ambayo pia yalikuwa na vifo, pamoja na kupinga kifo cha mwanablogu aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi mwezi huu kufuatia malalamiko kutoka kwa afisa wa ngazi ya juu wa polisi. Hali hiyo imezua wasiwasi mkubwa kuhusu ukandamizaji wa uhuru wa kujieleza na matumizi ya nguvu kupita kiasi na vyombo vya dola nchini Kenya. Zaidi ya watu 60 waliuawa katika maandamano ya mwaka 2024 yaliyoongozwa na vijana wanaojiita kwa jina lisilo rasmi la Gen Z, wakipinga ongezeko la kodi lililopendekezwa na serikali. Mwezi huu pekee, maandamano kadhaa yamefanyika kufuatia kifo cha mwanablog Albert Ojwang, ambaye aligundulika kuwa alipigwa akiwa rumande. Katika maandamano ya Jumatano, polisi wametumia vitoa machozi na maji ya kuwasha kuwatawanya waandamanaji katikati ya jiji la Nairobi, huku makabiliano yakiripotiwa pia katika miji mingine. Shirika la habari la Reuters limeshuhudia waandamanaji kadhaa wakijeruhiwa wakati wa makabiliano na polisi. Mkurugenzi mtendaji wa Amnesty Kenya, Irungu Houghton, ameambia Reuters kuwa watu 16 waliouawa wote wamefariki kwa kupigwa risasi, na kuna mashaka makubwa kuwa risasi hizo zilifyatuliwa na askari polisi. Tukio hilo limezidi kuchochea hasira miongoni mwa raia, hususan vijana, kuhusu matumizi ya nguvu na ukosefu wa uwajibikaji wa vyombo vya dola. Polisi bado hawajatoa taarifa rasmi, idadi ya vifo au kuhusu tukio lolote la kupigwa risasi. Msemaji wa jeshi la polisi, Muchiri Nyaga, hakujibu mara moja maombi ya maoni kutoka kwa vyombo vya habari. Ukimya huu umeongeza mashaka na hasira miongoni mwa wananchi, hasa ikizingatiwa ripoti huru zinazoeleza kwamba vifo vilivyotokea vimesababishwa na risasi zinazodaiwa kufyatuliwa na maafisa wa usalama. Vyombo vya habari vya Kenya pia vimeripoti visa vya uharibifu na uporaji katika kaunti nyingine 26 ambako maandamano yalifanyika, hali inayoonyesha jinsi ghasia zilivyotapakaa kote nchini Kenya. Hii ni Poa Media.